Mimi naitwa Thomas Bwana, mkurugenzi mkuu wa TARI. Karibuni kwanza katika eneo letu hili la TARI Hombolo, ambapo leo mmeiona kamati ya Bunge ikiwa imekuja kuangalia maendeleo ya ujenzi wa mradi wa umwagiliaji katika eneo letu hili la kituo cha TARI Hombolo. Kimsingi hili eneo la TARI Hombolo ni katika maeneo ambayo ni ya maeneo ya nyanda kame, na ndio maana wajibu wetu mkubwa ambao utafiti unaofanywa katika kituo hiki ni utafiti wa mazao ya nyanda kame na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa kama mlivyoona, tumeweka miundombinu ya umwagiliaji. Moja kati ya changamoto tuliyokuwa tukiipata muda mrefu hapa nyuma ni kutofanya kazi vizuri kutokana na ukame wa mara kwa mara, na hii inatokana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yote mnayafahamu. Katika eneo hili mmeona tutaweza kupata kilimo cha umwagiliaji. Tumeweka miundombinu katika eneo la hekta 70, na hii itaonyesha kwamba baada ya hii miundombinu kuanza kufanya kazi, kutakuwa kuna ongezeko kubwa sana, ambapo tulikuwa na eneo kama la hekta 3 tulikuwa tukilihudumia, na sasa tutaenda karibu kwenye hekta 70. Kwa hiyo hilo mkiona ni ongezeko kubwa sana. Lakini pia katika uzalishaji wa mbegu nao pia utaenda kuongezeka, ambao sasa tulikuwa na takriban hekta tani 15 kwa mwaka, na sasa tutaenda mpaka takriban tani 50, ambalo hilo ongezeko ni kubwa sana, na hiyo ni kwa wastani wa jumla wa mazao yetu mbalimbali ambayo tunazalisha hapa. Tunazalisha hapa mtama, tunazalisha uwele, lakini pia sasa kwa vile tutapata umwagiliaji tutaweka pia mahindi ya nyanda kame. Kwa hiyo hilo ni eneo kubwa la ongezeko la tija. Lakini kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana ni kwenye utafiti. Tunavyofanya utafiti, hasa utafiti wa mbegu, ambapo tunataka vizazi vipya, ugunduzi huwa unachukua muda mrefu mpaka miaka mpaka 8, 6, 7 mpaka 8, kwa sababu kwa hapo msimu ni mwaka mzima. Sasa tukipata umwagiliaji tutakuwa tunaweza kufanya karibia mara 2 mpaka 3 kwa mwaka. Kwa hiyo ina maana tutapunguza muda wa kufanya utafiti kutoka miaka 8, 6 mpaka 8 tunayoitegemea, mpaka ndani ya miaka 3, 4 unaweza kuwa umemaliza seko nzima ya utafiti. Kwa hiyo tuna faida kwenye utafiti, lakini pia tuna faida kwenye uzalishaji wa mbegu za awali, na hili litapunguza lile gepu kubwa ambalo tunalisema uzalishaji wa mbegu hatukidhi soko linalohitaji la mbegu za awali, hasa na makampuni mengine binafsi. Kama mlivyoona, mradi umefikia 90% ya utekelezaji, ambapo maeneo mengine yote ya shambani tumeshayafanya. Kilichokuwa kimebaki ni eneo la pampu, ili kuiweka ile pampu, kuiunganisha na kuanza kurusha maji. Kwa hiyo almost mradi unakuwa kama umeisha, kwa sababu kuna ile 30% ambayo kama mlivyoona leo tayari kuna hatua zimeongezeka. Mabomba yote yameshakamilika kule tumeweka. Sasa hivi ni kumalizia tu usanifu wa mwisho ili kuruhusu maji yaje.